You are listening to a program by the Catholic Justice and Peace Department, CJPD, Mombasa Archdiocese. Karibu kwenye podcast yetu ya Kenya tunayoitamani. Leo tunazungumzia utunzaji wa mazingira yetu na jinsi kila mmoja wetu anavyoweza kuchangia. Kabla ya mjadala, tusikilize simulizi inayodhihirisha changamoto na suluhisho la uhifadhi wa mazingira katika jamii. Kijiji cha Evergreen kilikuwa na mazingira safi na imara. Misitu yake iliwapa wakazi maji safi, hewa safi na hali ya hewa nzuri. Wanyama wa porini waliishi kwa amani na wanakijiji walifurahia mazao mengi. Ewe mwenzangu, hebu angalia mazingira haya mazuri. Msitu huu umetulea kwa miaka mingi. Ni kweli. Asili imetujalia neema kubwa. Lakini mambo yalibadilika. Mjaraha alimuuza Mzito shamba lake kubwa na Mzito akaanzisha kiwanda cha mbao. Wanakijiji nao, wakitamani kunufaika, wakaanza kukata miti kwa wingi. Mbao hizi zitatuletea utajiri mkubwa. Kila mtu ataweza kufaidika. Lakini si tunaharibu msitu. Tutapata wapi maji na hewa safi? Haya ni mambo madogo. Pesa ndiyo muhimu. Kwa muda mfupi, mabadiliko mabaya yalitokea. Mito ilianza kukauka, wanyama wakahama, na hewa ikachafuliwa na moshi wa kiwanda. Magonjwa yalianza kuenea kutokana na uchafuzi wa maji. Tuna matatizo. Hakuna maji, watoto wetu wanaugua na hakuna mvua. Tulifanya makosa. Tunahitaji suluhisho la haraka. Shirika la mazingira POA liliingilia kati. Liliwaelimisha wanakijiji juu ya athari za uharibifu wa mazingira na jinsi ya kurekebisha hali. Kiwanda cha Mzito kilifungwa na kazi ya upandaji miti ilianza. Lazima tulinde misitu yetu. Tupande miti, tushiriki katika uhifadhi wa maji na tukomeshe uchafuzi wa mazingira. Baada ya muda, miti ilianza kukua tena, mvua ikarudi na kijiji kikarejesha uhai wake. Hatutarudia tena makosa ya zamani. Mazingira yetu ni maisha yetu. Baada ya simulizi hiyo, tuna mgeni wetu hapa leo, Bi Amina, mtaalamu wa mazingira. Karibu sana. Asante. Ni furaha kuwa hapa. Eneo lako lina changamoto gani za kimazingira? Eneo langu linakabiliwa na changamoto kadhaa za kimazingira kama vile: 1. Uchafuzi wa mazingira, utupaji hovyo wa taka na uchafuzi wa maji na hewa. 2. Ukataji miti, kupungua kwa misitu kutokana na ukataji miti holela bila upandaji mpya. 3. Mabadiliko ya tabianchi, kuongezeka kwa joto, ukame na mvua zisizotabirika zinazoathiri kilimo na maisha ya watu. 4. Maeneo ya umma yasiyo safi, ukosefu wa usimamizi bora wa taka mijini na vijijini. Ni muhimu kuchukua hatua za pamoja ili kulinda na kuhifadhi mazingira yetu kwa vizazi vijavyo. Uharibifu wa mazingira una maana gani kwako? Kwa mimi, uharibifu wa mazingira ni kitendo cha kuharibu rasilimali za asili kama ardhi, maji na hewa, jambo linaloathiri afya ya binadamu, viumbe hai na mustakabali wa dunia. Inamaanisha kupoteza misitu, uchafuzi wa maji na hewa, na mabadiliko ya tabianchi yanayosababisha majanga kama ukame na mafuriko. Ni jukumu letu sote kulinda mazingira kwa ajili ya maisha bora sasa na kwa vizazi vijavyo. Kujichunguza. Tunafanya juhudi gani kuhifadhi na kulinda mazingira? Je, ninashiriki katika shughuli za kupanda miti nyumbani na kwenye jamii? Je, nyumbani na katika jamii yangu, ninasimamia au kuondoa takataka kwa njia gani? Je, matendo yangu yamechangia uchafuzi wa mazingira? Je, ninajiona kuwa mtunzaji wa yaliyoumbwa na Mungu? Matendo yaliyopendekezwa: panda na utunze miti na uhakikishe mazingira ni safi. Tetea mazingira yafayo na hali nzuri ya kijamii. Himiza utekaji wa maji ya mvua.
Zuia shughuli za kilimo katika maeneo yaliyo karibu na mito. Elimisha wanaparokia na jamii yako kuhusu Laudato Si. Tafadhali shiriki nasi mawazo yako kwenye sehemu ya maoni. Panda mti leo, hifadhi mazingira kwa kesho. Hadi wakati mwingine, tuendelee kutunza Kenya tunayoitamani. Kenya tunayoitamani.